kusamehe. Kwa nini wewe unashindwa kumsamehe mtu aliyekutukana? Alipokutukana ulikufa? Mtu aliyekusema vibaya, mama mmoja alikuwa anapigana na mume wake. Wakapigana. Mume alikuwaga mfupi sana na mke alikuwaga mrefu. Lakini huyo mwanaume, watu wafupi hawashindwaji. Pigana mpaka barabarani. Mama akaona amezidiwa, akakimbilia ndani, akajisaidia kwenye mkono wake. Mume anakuja, akabandikwa uso, akaziribwa vizuri. Lakini baada ya siku 3 tukawaona tena wanatembea pamoja, yote yameisha. Kumbe walisameana. Ndugu yangu alipigana na mke, akachukua ile la kutoa migomba lile, akalisukumia kwenye mlango, likaenda likapita ile eneo la mke hapo, likachana ile eneo lote. Walipopatana akampeleka hospitali. Walipofika akasema alikuwa anakimbiza kuku chini ya kahawa huko, kijiti cha kahawa kikamkwaruza. Watu wakipatana hata yale yaliyotokea yanafutwaga. Je, unaweza samehe mwingine na usihesabu mabaya yake ili wewe usamehewe? Maana anasema kama huyu hakukumbuka samaha alilosamehewa nalo, basi atatupwa pabaya. Na ndivyo Baba yetu wa mbinguni atakavyo wafanyia wale wasio wasamehe wale walio wadogo. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema nguvu ya kusamehe. Na huo ndio ufunguo wa hatima yako. Unaweza ombewa magonjwa ulionayo na vita ulionayo unayopitia, lakini ukawa ni mtu ambaye bado unahesabiwa hukumu kwa kuwa unapenda kuwahukumu wengine. Nyie mlioko hapa, mliookoka sana, mnaoomba sana, mnaofunga sana, msiwahukumu wengine, msije mkahukumiwa. Mwambie mwenzako usimhukumu mwingine, usije ukahukumiwa. Mbona sijakusikia? Mwambie tena. Mstari wa 21 Mathayo hapo 18. Kisha Petro akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Yesu akasema, hata mara 7. Hata mara 7. Mstari wa 22 akasema, mfano wa mtumishi asiye samehe. 22. Yesu akamwambia, sikuambia hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Ngoja tupige mahesabu. 7 mara 70.
kwa siku umsamee mtu mara 490. Kwa siku moja. Kwa siku nini? Ninaongea na mtu hapa. Kama kusamee mtu kwa siku, yani umsamee mara 490 kwa siku, inaonyesha msamaha ni ufunguo wa mbingu. Ukitaka kuingia mbinguni utaingia kwa msamaha. Toba inafungua malango ya mafanikio na dhambi. Kwa hiyo akasema hata sikwambii ni hata mara 7 tu, bali hata 7 mara 70. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Ndio unakuja kwenye hiyo historia. Samehe mtu kwa siku. Kanisa, haleluya. Haleluya. Nani unahisi huwezi msamehe? Nataka unapoenda kuomba maombi usamehe wengine. Unaweza msamehe adui yako tena umuombe. Marko 2:5 nikiwa namalizia, anasema naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Hivi kati ya mgonjwa na kusamehewa vinahusiana nini? Mimi ninaumwa, nimepooza, Yesu naomba uniponye. Yesu akamwambia umesamehewa dhambi zako, akawa mzima. Kuna mahusiano gani ya kuambiwa pokea uponyaji na kuambiwa umesamehewa dhambi zako? Msamaha ni ufunguo wa uponyaji wako. Msamaha ni ufunguo wa baraka zako. Praise the Lord. Inategemea rehema unayoiomba unaombaje. Lakini kumbe kusamehewa